jina la Yesu. Na malango ya mbingu yakawa wazi katika jina la Yesu. Na malango ya ufahamu yakawa wazi katika jina la Yesu Nazareti. Malango ya utulivu yakawa wazi katika jina la Yesu Nazareti. Oh, malango yote yatakayoifanya nafsi zetu na roho zetu yakawa wazi katika jina Yesu. Asante Bwana, asante Bwana Yesu, asante, asante, asante kwa ajili ya neema hii Yesu. Asante kwa ajili ya neema ya mafundisho ya kanisa lako Yesu. Jifunue tena na siku ya leo Bwana, tunamkabidhi na mtumishi wako Roho Mtakatifu kakawe naye. Roho Mtakatifu, tunajipatanisha na kusudi lako kwenye ibada ya siku ya leo sawa sawa na mapenzi yako Mungu. Tunaomba tukishukuru katika yote utafanya na zaidi ya haya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na fadhili. Tumeanza semina hii kuanzia siku ya kwanza Jumatatu, hasa leo ni siku nyingine ya 4. Tunamtukuza Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ametuhudumia katika mambo yote, kuanzia siku ya kwanza, siku ya pili hadi jana, na leo ni siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na tunamwamini Mungu hata katika siku ya leo ya kwamba atakwenda tena kusema na sisi na kutufanikisha na kutupigania. Kama unaamini Mungu atakwenda kusema na sisi, endelea kupiga Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi kama unaamini atakusaidia tena. Pigia Bwana Yesu makofi kama unaamini kwamba kuna sehemu ambayo ameandaa kwa ajili yetu. Unaweza kuongeza zaidi yako. Unaweza kuongeza zaidi yako. Unasema Bwana wewe ni mwema. Haujaweza kutukia kwa jambo lolote. Haujaweza kutukia kwa neno lolote. Wewe ni Mungu wetu. Tunakuamini. Tunakuamini. Pokea utukufu. Pokea heshima. Pokea heshima. Pokea heshima. Pokea madhabahu. Pokea heshima. Pokea. Pokea Yesu. Pokea Yesu. Basi tukuze Mungu. Na leo tunamtumishi wa Mungu ambaye atakaye kwenda kusema na sisi kwa kila ambacho Mungu amekiandaa. Tumpigie Bwana Yesu kwa ajili ya mtumishi anaposogea mbele sasa. Tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya mtumishi anaposogea mbele sasa. Amen. Bwana Yesu. Msiwe na nini? Msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapoifanya imara Yerusalemu. Maanake enyi wenye kumkumbusha Bwana. Kwa hiyo kumkumbusha Bwana ni maombi ya mwendelezo, kwani Mungu alishajua kwamba maombi yako ambayo majibu yanaweza yakazuiliwa. Kwa hiyo Danieli aliomba, lakini malaika aliyepewa majibu ya Danieli alipigwa siku 21. Je, mimi na wewe, je, ile kazi ambayo ulikuwa unaomba malaika wako aliyeleta kibali cha kupata kazi amepigwa siku ngapi? Alafu ukaacha kuomba. Ndio maana Biblia inasema inatupasa kumwomba Mungu kila siku pasipo kukata tamaa. Ukikata tamaa maombi hayafiki. Sikia, Danieli aliendelea kuomba, maana akasema kuna mahali hapo amesema kwamba alikuwa kuna ule mto mkubwa. Amen. Maana yake ilikuwa ni desturi ya nani? Ya wewe mtumishi wa Bwana kwenda kuomba kila siku. Maombi ya mwendelezo. Sasa Mungu anaanza kujiuliza, inakuwaje Danieli anaomba kitu kile kile wakati nilishamjibu tokea siku ya kwanza? Naomba tuelewane hapo. Sio kwamba tunamkumbusha Mungu kwa sababu anasahau. Hapana, Mungu asahau, ila akijibu anafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akijibu maombi yako huwa ana tabia ya kufuta. Akishajibu umemwomba akamtuma malaika mpelekee mtu fulani maana yake amefuta huo kurasa, anataka kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima umkumbushe Bwana, ndipo Mungu anaanza kujiuliza, inakuaje Danieli ananiomba maombi aina ile ile
akupelekea majibu, inakuaje? Ndipo Mungu anamuuliza, anamwambia nani? Anamwambia Mikaeli, mmoja wa wakuu wa mbele. Manake Biblia inavyosema wakuu wa mbele, manake ni wale walio karibu na nani? Walio karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaanza kujiuliza, inakuaje mtu huyu nimemjibu, lakini bado anaendelea kuniomba? Inakuaje huyu mtumishi ananiomba kwa habari ya masomo yake apate mbona nilishamjibu, mbona naendelea kuomba? Ndipo Mungu anaamua kuangalia yule malaika aliyomtuma. Anamkuta yule malaika amezingirwa na majeshi ya shetani. Siku 21 anapingwa. Sio kwamba yule malaika ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ana uwezo. Ndio maana Biblia hapa inaeleza, Danieli anamwelezea huyu mtu, huyu malaika anamwelezea, anasema mwili wake ulikuwa kama zabarajudi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Nami Danieli, angalia mstari wa 8, basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala sikubakiwa nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikuzaziwa nguvu. Walakini nilisikia sauti ya maneno yake, nami naliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu ukaelekea nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba huyu malaika ana nguvu. Naweza mkaniongezea kidogo? Sio kwamba huyu malaika ana nguvu. Ana uwezo. Biblia inamwelezea ya kwamba ana uwezo. Danieli anaona haya maono, hakuzaziwa na nguvu yoyote ndani yake, amelegea kila mahali. Ni malaika ambaye macho yake yanawaka moto, uso wake ni kama umeme. Bwana Yesu asifiwe. Ana nguvu, lakini alipingwa siku 21. Hebu naomba watu wanne waje hapo mbele. Kimbia watu wote hapo. Nataka nikuonyeshe mfano mkae hivi sasa. Wawili mnaniangalia. Wawili hapa, wawili nyuma. Alafu wanapata. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mfano huu, sio kwamba huyo malaika ana uwezo na nikakudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana uwezo wa kuwakunguta, ila wako wengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawakusa mnarudi. Amen. Yaani simsifuka. Simkaribia. Sasa huyo malaika huyo anang'ang'ana afikishe majibu yako. Wewe Mariamu uliyoko hapa, afikishe majibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mariamu amekata tamaa, anasema siwezi tena kuomba. Nimeomba sijapata. Nimeomba bado napata ile hesabu. Niliomba nisipate, nimepata. Kumbe kipindi unafanya mtihani. Hivi bado siku ngapi mfanye mtihani? Bado siku nyingi? Kuna sisi tunafanya. Basi tuseme ni wiki ijayo. Amen. Wiki mbili na siku ngapi? Ina siku 15. Siku 14, si ndio? Sasa unaomba Mungu nisaidie kwenye mitihani yangu. Malaika ametumwa kukusaidia tokea siku ya kwanza, alafu akapingwa siku 21. Kwa siku ya 14 unaingia peke yako kwenye mtihani. Hebu leo upata hasira kumshambulia shetani katika jina la Yesu. Kwa hiyo huyu shetani, malaika Bwana anang'ang'ana, akiwagusa hao wanaugua. Wewe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni malaika ambaye ana uwezo, akikugusa umeyeyuka. Amen. Akikugusa unaungua, mapepo yanaungua, lakini yapo mengi. Kwa mfano napita sasa. Hao wenyewe wakazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza mkanunua tumisho tu. Kwa hiyo unaweza kaona kitu kama hicho. Malaika wa Bwana anajaribu kung'ang'ana ili aweze kuleta majibu yako. Lakini akifika hapa anakutana nao.
Sasa ukijana watu malaika wake amefanya, malaika amezuiliwa, ameshakanyaga na viatu mpaka viatu vimeisha upande mmoja. Sije kwa mtania, mbona kama mnamtia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila anapozunguka hana kibali, hapati kibali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwenye kibali chake amezuiliwa. Huyo ameomba kazi, amezunguka kuna huku, amejikuta kazi hapati, akakata tamaa, akasema siwezi nikaomba tena. Kiongozi wa maombi alitangaza hadi mfungo. Nilifunga na nimetoa sadaka, lakini maombi yangu Mungu wangu hajajibu. Nataka nikwambie Mungu wako amejibu. Tokea ile siku ya kwanza, pako ni ulimwengu wa roho. Wafuate wakuu wa Ajemi, wafuate wakuu wa Ajemi, wanazuia kesho yako, wanazuia usimwone Bwana kwenye masomo yako. Peleka damu ya Yesu, mtie nguvu malaika wako. Kuna kitu kimoja Mungu alinifundisha cha ajabu sana. Akaniambia, tumishi wangu sikia, malaika aliyepewa kazi ya kukulinda na kukupeleka, nenda sasa mstari, nitakuagizia malaika wangu akulinde njiani, akupeleke mpaka mahali nilipokutengenezea. Nenda msomo mstari, niliwafundisha hapa nyinyi. Umeshasahau. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia jambo la ajabu sana. Akaniambia, the more unavyoomba, unavyozidi kuomba, malaika wako anakuwa na nguvu, hazuiliki na anaga utani. Akaniambia mfano huu utakusaidia na utaelewa. Kuna mtu yuko hapa, ukilala bila kuomba, wewe usiku ulikuning'inizwa hivi. Uongo kweli? Ukilala hujaomba, unaota unakimbizwa na ng'ombe, nguruwe, yaani unakimbizwa. Bwana Yesu asifiwe. Si tupo? Basi kuna waombaji wote. Acha kujikausha, mimi mwenyewe alikuwa ananikuta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiomba haugusi. Amen. Sasa kuna sisi, sijui niliomba nini usiku, nikifika tu mimi nimeshalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mchawi asogelee. Kwani akaniambia malaika wako kadri unavyozidi kuomba anapata nguvu zaidi na anazidi ukali zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hata ruhusu mchawi kusogelee, hata ruhusu ulo. Ndio maana ukiomba wewe ambao ukiomba unalindwa. Ukiomba ule malaika wako anapata nini? Usipoomba anakaa tu anakuangalia. Omba basi. Omba. Maombi ya mwendelezo ni muhimu kwenye maisha yako. Ni wangapi leo wanasema tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu? Usije ukakata tamaa. Nataka nikwambie Mungu anajibu tokea siku ya kwanza. Tokea siku ya kwanza Mungu wako anajibu. Anasema mimi ni Mungu nijibuye kwa moto. Kwa hiyo ukiwa ni muombaji sana, Mungu atatumia malaika tena, atajibu kwa moto kwa sababu wewe ni moto. Mungu wetu anasema anajibu kwa moto. Kwa hiyo ukiwa ni muombaji, kila wakati wewe ni muombaji, Mungu anabadilisha. Hatumi tena malaika, maombi yako yanakuwa ni moto. Yanapanda kama moto, yanashuka kama moto. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunagusia tukipengele kidogo, lakini vipengele vingine yapo maombi ya watu ambao yanazuiliwa. Umeona hili pa hivi liboko hivi, wakuu wa anga wanatengeneza kitu kwenye anga kama hichi. Unaomba hapa maombi ya toboi, haya toboi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba nisiende huko kwa sababu na kipengele changu tu hapa. Kwa hiyo ni muhimu sana, naomba uelewe hivi ya kwamba Mungu akijibu anafuta ukurasa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi umesoma hii karatasi, unaingia kwenye mtihani, umesoma hii karatasi, baada ya kuielewa unaendelea kukaa nayo, si unafanya hivi? Kwa hiyo kama utasahau ndio utafanyaje? Yaani ukunda nikisikia mbona kama nimesahau ndio unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akijibu anafanya hivi, akishakujibu anafanya hivi. Maana yake hana story tena na hayo mambo kwamba sijui nikishajibu nimefanyaje. Nimejibu. Akishajibu amejibu. Sasa sisi tunadhani kwamba Mungu ukishamuomba hata kama kijibu ni wakumkumbusha. No. Anataka ukumbushe kwa sababu anajua sisi ni wazembe. Hatutaacha kuomba.
umeomba tu mara moja, Mungu hajakujibu, umeacha na kuomba kabisa, na kanisani umeenda, umeacha kwenda, na maombi hutaki kuja. Maombi ya siku unasema hata hayana faida, nimeomba kwa serious kabisa na sijajibiwa, bado naingia kwenye matatizo. Nataka nikwambie malaika wako wamezuiliwa. Na siku ya leo katika jina la Yesu, kuna vitu uliviomba miaka iliyopita, wewe vitaanza kuja kwako katika jina la Yesu. Kuna watu waliomba hapa mwaka 2021, kuna vitu hujaviona mpaka leo, lakini leo kwa kuifahamu kweli hilo jambo linatokea kwenye maisha yako kwa damu ya Yesu. Ulikuwa naomba Mungu ainue karama yako, lakini hujainuka mpaka leo. Nataka nikwambie, baada ya kulijua neno hili, leo malaika wako wanaachiwa. Leo malaika wako wanaachiwa. Acha Mungu atume Mikaeli kwa ajili yako. Acha Mungu atume Mikaeli kwa ajili yako. Acha damu ya Yesu ikusemee ya kwamba kuna mtoto wako aliomba inuke viwango, lakini yuko pale pale kwa sababu amesikia kweli, basi akainuliwa kwa damu ya Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 65 mstari wa 24. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaniomba nitajibu, wakiwa katika kunena nitasikia. Mungu tuliye naye ni Mungu anayejibu kabla hujaomba. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Acha kusema Mungu hajibu kwa wakati. Yaani Mungu anajibu kabla hujaomba. Lakini ukiweka nia ya dhati, ukiweka nia nini? Anasema kwa kweli Isaya, kabla na itakuwa ya kwamba kabla hawajaniomba nitajibu, wakiwa katika kunena nitasikia. Maana yake kabla hatujaanza kuomba leo kwa habari ya malaika wetu, Mungu ameshajibu. Anasema wakiwa katika kunena nitasikia. Angalia Mungu wako alivyo ajabu. Eti sijaanza kuongea anajibu, nikiwa naongea ndo anasikia. Kuna watu wanaelewa Kiswahili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, Mungu aliye naye ni hatari sana. Eti kabla sijaomba anafanyaje? Anafanyaje? Anajibu. Alafu nikiwa katika kunena ndo anafanyaje? Yaani wakati ndo nanena, Mungu naomba unisaidie kwenye masomo yangu, alishajibu. Alafu hapo eti ndo anasikia. Sasa amejibuje akati sijanena? Kwa hiyo kabla sijaomba anajibu, nikiwa katika kunena ndo anafanyaje? Alafu unajisahau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani maombi ya asubuhi watu wajae hapa katika jina la Yesu, wakiamini ya kwamba kila ninachokiomba majibu yangu yapo. Kama yatachelewa na kuma damu ya Yesu kwenye anga, wakuu wa anga lazima wachie majibu yangu. Malaika wangu aliyesikiliwa lazima nimtetee kwa damu ya Yesu. Hata mwenyewe unaweza kumtetea malaika wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuma damu ya Yesu uone kama achiwi. Kuna watu wananielewa? Kuna watu wananielewa? Zaburi ya 4 mstari wa 6 na malizia. Msijisumbue. Hii Zaburi uongo. Hii ni Wafilipi 4:6. Kute wewe sio mtu wa kusoma neno na tusomea Zaburi ya 4:6 alafu kiona umesahau utakoma. Hii ni Wafilipi 4:6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Bwana. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali pamoja na kuomba. Manake maisha yetu ni maisha ya maombi. Haja zako na zijulikane na Bwana. Sitajulikanaje usipoomba? Sitajulikana usipo
usikubali kulipa nafasi, lipeleke kwenye maombi kwanza. Kuna watu tunakufa mapema kwa sababu ya kujipa stress. Limchumba linakukataa, lipeleke kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Linakutesa, peleka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Peleka kwa Yesu. Usijisumbue kwa neno lolote. Maana kila neno lolote, liwe baya, liwe zuri, na lipeleka kwa Yesu katika jina la Yesu. Mwambie waendelea kunitesa. Wewe nikituma message zangu ujibu. Ninakupeleka kwa Yesu. Uone kama sio sahihi atakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amesema kila neno liwe baya, liwe zuri. Unaenda kwa mwalimu, mpeleka kwa Yesu kwanza kwenye maombi ndio ufuate. Hivi na huko kwenu mnaombaga muongezee 0.5. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaenda kuomba wanalia. Nikasema nikipata hata jioni disco tu, lakini siwezi kaniwekea mwanadamu. Watu wanaenda kuomba. Sasa ukienda anakutoa mbio. Peleka forest kwanza. Kimpeleka forest alafu kimwendea anayeyuka katika jina la Yesu. Kamulize Esther ukifika mbinguni. Ukifika mbinguni tutaruhusiwa kupiga story. Japokuwa tumefanana. Wewe sema Yesu, Esther ndio wapi hapa? Mbona kama nimefanana naye? Alafu piga naye story. Esther alizuiliwa japokuwa alipata kibali cha kuwa mke wa mfalme. Lakini siku 30 anakatazwa asiingie. Hebu acha aende kwenye mlima wa Bwana. Hebu acha aende kupiga kavu kwanza. Akasema wasile, wasinywe. Hebu tumwendee huyo mtu. Mfalme akasema hata nusu ya ufalme wangu na maisha yangu nitakupa wewe. Ni nani anayekusumbua? Kwa hiyo Esther alijua ya kwamba usijisumbue kwa neno lolote. Hata kama wanakuruhusi usijisumbue kwa ajili yao. Hata kama wanakusema usijisumbue kwa ajili yao. Hata kama wanasema maisha yako hawaelewi, usijisumbue kwa ajili yao. Jisumbue kwa Bwana. Asubuhi, mchana na jioni, jisumbue kwa Bwana. Ulisi sasa weka utakufa na pressure. Toto mdogo uso kama mti. Sura mawazo. Yaani sitake stress kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani sitake stress. Mtu anakupa stress, peleka kwenye maombi. Mwambie Yesu, umesema tusijisumbue kwa neno lolote. Kuna huyu mtu ananisumbua. Bwana Yesu asifiwe. Watu napeana stress sio kwa na maana. Nagombana tu kidogo. Hamtafuti. Hivi mwasema kidogo. Nasiana hizo kesi nilikuwa kiongozi wa maombi, nilikuwa nazipokea sana. Nijibu basi hata kidogo. Tumesema tu neno lolote. Asiseme neno lolote, tupeleke kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Yesu, huyu mtu anatesa maisha yangu. Sitaki kusumbuka. Roho sekete, sekete mosa. Maana rapakora. Peleka kwa Yesu. Kama sio sahihi, Mungu atafagilia mbali. Atakuletea watu sahihi katika jina la Yesu. Kwa nini uteseke maisha yako wakati Bwana amesema ya kwamba usijisumbue kwa neno lolote, bali jisumbue katika Bwana yake. Yaani sana mvulana akija kutongoza kataa. Akutongoze kwenye maombi. Kataa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ati tuna magari hakuna. Peleka kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Usijisumbue. Watu wanajisumbua, unachukua gumu lote na kuamsha nini mbaya. Nani kakwambia? Bwana Yesu asifiwe. Sifundishi mahusiano hapa, nafundisha kwa habari ya maombi. Kwamba maisha yetu ni maombi. Yesu asifiwe. Huyo binti amekupeleka forest. Peleka forest. Sio unatoa hela za baba yako na unampa. Kama msini mwenyewe ukiona mtu anakupa hela ili akupate. Ni mjinga huyo. Akikupa hela, ukikubalia, hao watu utawalea na nini? Hao mnawacha barabarani wanachomba hela. Bwana Yesu asifiwe. Peleka msalabani. Hakuna kitu ambacho kishindikana. Ukipeleka huko, Mungu atasema huyo kufai. Tafuta mwingine. Tafuta mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wananikasirikia hapa. Acha ile mambo ya kujikia kwa damu ya Yesu. Wanajua kabisa
Ukifika pale wakitazama, damu ya Yesu iliyoko kwenye barua inaanza kunena kwa ajili yako. Hata kama anajipia ndogo, lakini nimeona ana moyo, lakini nimeona ana moyo. Hata kama anajipia ndogo, ninaona anajitumaga. Damu ya Yesu ndio inakunenea hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiogope akajipia kadogo, na nikakwambia hicho kidogo Mungu anakitaka. Tambua kwamba maombi ni maisha yako, utafika mbali. Hiyo ukitaka stress asubuhi, mchana, jioni, ukija hapa baadaye unanisikiliza kumbe unione. Bwana Yesu asifiwe. Akisema wewe, eti Yesu anasema mimi siwezi. Yeah. Hayo ndo maisha. Simama kwa miguu yako. Hayo ndo maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ya mwendelezo ni lazima. Mwambie mwenzako maombi ya mwendelezo lazima. Sikiliza sasa ili ujue ni lazima. Yeremia, au nataka mkae muda mwisho. Muda umebaki dakika ngapi? Haya, kaa tumalizie hapo sasa. Kuna watu wanasema. Sasa hapo studio nipandishieni. Yeremia 5:51 mstari wa 20. Tunamalizia. Yeremia 51 mstari wa 20. Anasemaje? Wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme. Anasema wewe ni rungu langu na silaha zangu za nini? Za vita. Sikia nikwambie, asubuhi, mchana, jioni, wewe ni silaha ya nani? Wewe sio mtu, wewe ni silaha. Sema mimi ni silaha. Kuna wakati Mungu atalifanya mtumishi wake, kuna wakati atalifanya silaha yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wewe ni rungu langu la vita, ni rungu langu la vita. Alafu anasema wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe, sema kwa mimi nitavunja mataifa. Kwa hiyo nikafundisha watu siku moja, nikamwambia hivi, mshika bastola na bastola ni nani anayeua? Mnataka jana tajeketi hivi, mshika bastola na bastola ni kipi kinaua? Si basi bunduki. Mshika bunduki na bunduki ni ipi inaua? Ni bunduki, si ndio? Lakini kazi ya mshika bastola, kazi yake ni kufanya kuelekeza. Kwa hiyo kama mimi ni silaha ya Bwana, yeye ananielekeza. Mwambie mwenzako fiatuka. Sasa nikaelezea sehemu moja watu, nikawaambia kwamba kuna watu ambao Mungu anakuamsha usiku, anakuelekeza kwenye familia. Akikuelekeza kwenye familia yenu, anataka ufiatuke, anabonyeza trigger, inaitwa trigger. Akibonyeza trigger, kuna majicho ya fiatuka. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie mwenzako fiatuka katika jina la Yesu. Kwa hiyo kama wewe ni bastola ya Bwana, akikuelekeza nje kuna wachawi, akikuelekeza nje, fiatuka, piga kwa damu ya Yesu. Akikuelekeza kwenye familia
basi kazi. Yose mikono yako chini. Uwe na hasira kwamba niliomba, kumbe malaika wangu amezuiliwa. Kumbe malaika wangu amezuiliwa. Kumbe malaika wangu amezuiliwa. Funika macho yako, imba kwa kutumia dakika chache. Unaweza ukasogea hapa tukaomba na wewe, kimbia mbele kwa haraka. Sogea tu mtumishi wa Bwana, usiogope. Unatamani tuombe na wewe. Sogea hapa. Unatamani nguvu za Mungu ziwe juu yako. Kuna mahali umegoma sana. Kuna mahali unatamani kuvuka. Unatamani kuja lakini unasikia uzito. Kimbia tu kumshinda yule adui Shetani. Njoo tu. Sogea, asante. Sogea tu mtumishi wa Bwana. Tunaenda kumalizia. Kuna mtu mmoja Roho Mtakatifu ananiambia anatamani kukuvusa hapo ulipokwama. Hiyo dhambi inayokutesa, hayo majaribu yanayokuonea, anatamani akuvushe hapo. Unaweza ukachukua hatua. Asante. Sogea tutuombe na wewe.
sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Nguvu za Mungu zisitoka juu yako. Pokea lugha, pokea lugha, pokea, pokea, pokea. Ufike hapo, ufike kwenye vikwazo, ufike hapo kwa damu ya Yesu. Unavuka, unavuka, unavuka kwa jina la Yesu. Unavuka, 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 unavuka. Natangaza ushindi juu yako kwa damu ya Yesu. Nguvu za Mungu ziwe juu yako. Nenda kafanikiwe. Mungu akiona na maadui zako, hiyo vita, hiyo vita mbele yako inaondolewa, inaondolewa. Hiyo vita inaondoka, hiyo vita inaondoka, hiyo vita inaondoka, hiyo vita inaondoka, hiyo vita, hiyo vita, hiyo vita, hiyo vita inaondoka ndani yako. Familia yenu inaondolewa, inaondolewa kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kilio, hiyo kilio ndani yako inaondoka sasa. Kilio ndani yako inaondoka sasa kwa damu ya Yesu. Unavuka hapo, unavuka hapo, unavuka hapo, unavuka hapo kwa jina la Yesu. Rakatala basende mikono. Ninafungua milango kwa ajili yako. Kila vita iliyopangwa juu yako inaachia, 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 inaachia. Unavuka kila vita kwenye familia, inakuachia kwa damu ya Yesu. Nenda kafanikiwe, kafanikiwe na changamoto yote usione. Hebu tuinue mikono kanisa nzima, tunamalizia. Afu naomba unyamaze tu. Funika tu macho yako, tulia. Kuna mtu ndani yake ana karama, ana karama. Roho Mtakatifu niletee hiyo. Kuna mmoja ana karama kubwa sana, lakini amezingirwa. Roho Mtakatifu popote alipo, ninaachilia damu ya Yesu, damu ya kanisa hili. Huyo mwenye hiyo karama ya uimbaji, karama ya uimbaji iliyokamatwa makaburini, shoto kulia moto.
wakiachiwa hapa. Naona watu wakiachiwa. Makaburi yanapasuka, unakimbia. Toka huko haraka. Toka huko haraka. Kila aliyekamatwa na nguvu za giza sasa hivi anaachiwa. Moja, anaachiwa. Pili, anaachiwa. Tatu, anaachiwa. Nne, anaachiwa. Tano, anaachiwa. Sita, anaachiwa. Saba. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Funguka. Asante Roho Mtakatifu. Watu wanarudishiwa vitu vyao hapa. Watu uimbaji wangu unafinyanga tena. Unafinyanga tena. Nivumilieni dakika moja tu. Kuna watu wanafinyangwa hapa. Kuna watu wanarudishwa kwenye nafasi zao. Kuna watu wanarudishwa kwenye nafasi, kwenye familia. Kwenye familia yenu ulizarulika tena. Ulizarulika sana. Ulizarulika sana. Ulizarulika sana. Wakasema hawajui kama utafaulu. Lakini nataka kutangazia kwamba unaenda kuvuka. Walikudharau sana. Walikudharau sana. Wamekusema kwa maneno mabaya. Yupo Mungu hapa. Yupo Mungu hapa. Hayo maneno yanafutwa. Yesu anakufinyanga. Kwa damu ya Yesu. Sivyo ulivyo wewe ni mfinyanzi. Vilivyoharibika. Kilichoharibika. Unafinyangwa tena dada yako. Kilio kinakoma ndani yako. Unafinyangwa tena. Mungu anakufinyanga tena. Mungu anakufinyanga tena. Anafinyangwa uchi. Anafinyangwa uchi. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Finyanza vitu hivi tena. Finyanza vitu hivi tena. Finyanza, tia moyo. Ya kwamba anaweza. Tia moyo ya kwamba anaweza tena. Anaweza kusimama tena. Anaweza kuomba tena. Anaweza kuomba tena. Kwa jina la Yesu. Sivyo ulivyo Bwana. Finyanga watu wako. Wewe ni mfinyanzi. Vilivyoharibika. Unavifinyanga tena. Finyanga tena. Anafinyangwa. Anafinyangwa. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ndivyo ulivyo. Watu wanafinyangwa. Watu wanatengenezwa hapa. Kilichoharibika. Yes. Unakifinya. Sasa tunaenda kufanya zoezi moja, alafu kila kitu tunamshangilia Bwana. Nakwambia kila kitu kitakuwa sawa. Kama unasikia kuomba, endelea kuomba. Tukimaliza kumshangilia Bwana, nasema tena kama mtumishi wa Bwana, kila kitu kwenye maisha yako kilichoharibika Mungu atakirejesha. Ile mipango uliyokuwa nayo advance, ile mipango uliyokuwa nayo mwaka wa kwanza, ile mipango uliyokuwa nayo kabla ya kuja chuo, hiyo mipango bado haijaharibika. Bado haijaharibika. Bado haijaharibika. Ile mipango ya kuelewa bado haijaharibika, hata kama ulikataliwa. Haijaharibika bado. Hata kama familia imekuzarau, hata kama watu wanakuona uwezi. Nataka nikwambia kwamba una nafasi. Pigia Yesu makofi. Piga tena. Unika macho yako na piga kwa imani. Piga kwa imani. Piga kwa imani. Piga tena. Kwa imani tena.
yako ukae. Amina. Mara mwisho. Kwa maana zako Yesu milele na milele. Yesu mshangilie Bwana tena. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki kwa uvumilivu wako, na amini Mungu atalipa pale ambapo unahisi pamepungua kwenye muda wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa kutuongoza kwenye neno na maombi. Ninaamini watu wote mmepokea sawa sawa na mapenzi ya Mungu, sawa sawa na shauku yako. Wengine mmeondoka na ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukaufanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kama mtu anasumbua ng'oe tu. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu.